This is Apostle Amashia from Abundant Life Ministry International on Amashia TV. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka nikufundishe somo linaloitwa njia za baraka. Njia za baraka. The ways of blessings. Njia za nini? Za baraka. Hebu unaweza kurudia ukasema tu njia za baraka. Njia za baraka. Kumekuwa na swali ambalo watu wengi wamekuwa wakiulizana kila siku. Na kila mtu amekuwa ana namna ambavyo anaweza kujibu swali hilo. Lakini leo nataka nikufundishe kitu kingine. Swali ambalo watu wamekuwa wakiuliza na wewe unaweza kuandika hapo chini baada ya kuandika somo. Kwa nini watu wengine wanabarikiwa haraka kuliko wengine? Kwa nini watu wengine wanabarikiwa haraka kuliko wengine? Kwa nini watu wengine wanabarikiwa haraka kuliko watu wengine? Biblia inaonyesha ziko sababu za kiroho. Ziko sababu za kiroho na kanuni za Mungu zinazoweza kufanya baraka za mtu zionekane haraka au kuchelewa. Ziko kanuni zinazoweza kufanya mtu abarikiwe haraka au kuchelewa. Nataka nikufundishe hizo kanuni leo. Namba 1. Unabarikiwa kulingana na kiwango chako. Sasa nisikilize, nikisema hivyo wewe utaandika 2 points. Labda niseme hivi, kiwango cha utii kwa Mungu. Andika kiwango cha utii kwa Mungu. Namba 1, kiwango cha utii kwa Mungu. Shamaliza unitazame. Alafu mtu wa Biblia wa display niwekee Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza na pili. Kiwango cha utii kwa Mungu. Tumesema kanuni za kubarikiwa zinategemeana na vile ambavyo Mungu atafanya nini? Atakuelekeza. Kwa hiyo namba 1, vile ambavyo utatii ndivyo ambavyo utabarikiwa. Nimesema ukimaliza notice 2 point fulani. Usiname sana kuandika. Wewe andika 2 points. Ni vyema kunisikiliza. Ukipata kakitu ndo na notes alafu tunaendelea. Si unaelewa mtu wangu? Nisikilize sana. Kiwango chako cha utii ndicho kitatafsiri kiwango chako cha baraka. Narudia. Kiwango cha utii. Kama unatii kidogo utabarikiwa? Kama unatii sana utabarikiwa? Kama hautii kabisa hauta? Ndio kanuni ya Mungu. Kumbukumbu la Torati inasemaje? Itakuwa utakaposikia nini? Utakapo sauti ya nini? Kwa nini? Na kufanya nini? Na kutunza kuyafanya maagizo yote ni kuagizayo leo. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Mstari wa 2 anasema, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Ili zije, lazima usikie sauti ya Mungu na kufanya nini? Na kutii. Kuna mambo mawili nataka ujifunze. Kusikia ni jambo moja. Kutii ni jambo jingine. Si kweli? Kusikia ni jambo moja. Kutii ni jambo la pili. Si ndio? Mfano leo hapa asubuhi mtumishi wa Mungu alisema hapa tusione yote. Lakini si wote tulisikia. Na wengine wakasimama, lakini wengine walikuwa wamekaa. Kwa hiyo kusikia, kila mtu anaweza akawa na sikio. Ila kuchukua hatua ya kufanya
ambacho Mungu anakitaka. This is Apostle Amashia from Abundant Life Ministry International on Amashia TV.